Wewe ukiona jambo ovu linafanyika, Muislamu mwenzako anafanya jambo ovu mbele yako umeliona, hapo unatakiwa kumnasi. Sio kutengeneza mazingira ya kumtafuta huyu fulani akiwa chumbani kwake anafanya nini. Hiyo kazi hujapewa. Ukae mpaka saa 8 za usiku hulali unataka kuchunguza kwenye chumba hiki anaingia nani, anatoka nani. Hapana, hiyo sio kazi yako. Kazi yako wewe ni kujichunguza wewe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah kwa neema hii ambayo ametuneemesha ya kuweza kukutana katika siku ya leo. Siku kama hii ya leo ni siku ina mambo mengi. Kuna wengine saa hizi wako njiani wanaelekea bichi. Kuna wengine wameshafika tokea saa 12. Kila mmoja amechagua namna ya kuitumia siku hii. Almuhimu Muislamu anatakiwa kuitumia siku yake kwa kheri, kwa sababu ni katika mambo ambayo mwanadamu atakwenda kuulizwa mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala namna umri wake alivyoutumia. Kwa hiyo ukijikuta katika vikao kama hivi, basi unapaswa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujua hii ni neema katika neema zake kwako. Kabla sijaanza naomba kidogo niombe radhi kwa sauti yangu jinsi ilivyo. Hali sio nzuri sana, lakini nilikuwa sina budi, nisingeweza kutoa udhuru kwa sababu ambazo mimi mwenyewe nazifahamu. Kwa hiyo naomba mniwe radhi sauti mkisikia labda inakwama na nini na mambo mengine. Ndugu zangu, akina mama, akina dada, ni siku chache tu zimepita, nafikiri hata mwezi hatujamaliza, tulikuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kabla haujaja tulikuwa tukihesabia miezi. Imebaki miezi miwili kwa Ramadhani, imebaki miezi 1.5 kwa Ramadhani. Mara Ramadhani ikaingia, tukaanza kuhesabu siku za Ramadhani jinsi zinavyokwenda. Lakini sasa hivi tunakaribia kusahau Ramadhani ilivyoingia na ilivyoisha. Hivi ndivyo umri wa mwanadamu unavyokwenda. Yaani ukiziona hizo siku zinavyokwenda, unatakiwa ufahamu kwamba huu ndio umri wako. Umri wako unavyokwenda. Ilikuwa Ramadhani bado mpaka imeingia, imeisha, imeingia mfungo mosi unaisha, utaingia mfungo pili utaisha, ndio umri wako unaisha. Sio kwamba ukahisi ni miezi ndio inaisha, sababu Ramadhani itarudi tena. Ramadhani haishi. Ramadhani itakuja tena na tena. Lakini wewe utakuwepo. Kwa sababu kila Ramadhani ikija, maana yake kama ulikuwa na miezi 3 iliyobaki, ukimaliza Ramadhani utakuwa umebakisha miezi 2. Naamini kwa sisi ambao tuko hapa tumeshawapoteza wenzetu baada tu ya Ramadhani. Kuna wengine waliondoka baada ya siku 2, wengine baada ya siku 3, wengine baada ya siku 4. Hawakujua kwamba wao baada ya Ramadhani wamebakisha siku 2 ama siku 3 ama siku 5. Na ndio hivyo sisi sote hatujui tumebakisha kiasi gani cha umri wetu baada ya kumalizika Ramadhani. Sasa cha msingi ni namna gani sisi tunaishi. Sio kutafuta njia ya kukwepa, hatuna njia ya kukwepa. Umri wetu kwisha, hatuna ujanja wa aina yoyote. Yaani wewe ukikubali ndio hivyo, usikubali ndio hivyo, umri unakwenda na itafika siku kama wewe unavyohudhuria kwenye misiba ya watu, kuna watu watakuja kuhudhuria kwenye msiba wako. Hii ndio sunna ya Allah katika dunia hii. Tutaondoka sote. Sasa ujanja kama walivyosema al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Asema mtu mwerevu, mtu mjanja ni yule ambaye anapigana na nafsi yake
na kuweza kufanya mambo ambayo yatamnufaisha yeye baada ya kufa kwake. Huyo ndio mtu mjanja. Lakini mtu aliyeshindwa, anasema ni yule mtu ambaye anaifuata nafsi yake na matamanio yake inavyotaka, halafu bado aita ana tamaa nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupata khairi. Huyu ni mtu ambaye ameshindwa. Yaani wewe unaenda nafsi yako inavyotaka, halafu bado unatamani kwa Mwenyezi Mungu utapata khairi. Ni jambo ambalo haliwezekani. Ili upate khairi, unatakiwa wewe kupambana na nafsi yako na kuielekeza kule kunakohitajika. Mwezi mtukufu wa Ramadhani sote tulibadilika. Swala la kubadilika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni jambo ambalo kila mmoja katika sisi tumelishuhudia. Kila mmoja alishuhudia nafsi yake. Na pengine hata mwenzako pia, jirani yako, ndugu yako, ulimuona alivyokuwa ndani ya Ramadhani. Kwa sababu tunajuana. Huyu kabla ya Ramadhani alikuwaje na leo yukoje. Sote tulikuwa na mazingira mazuri sana katika maisha yetu tunavyoishi na Mola wetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na haya mabadiliko ndiyo makusudio ya kuletwa Ramadhani. Pale Allah aliposema la'allakum tattaqun, ni haya mabadiliko tunayoyapata. Tunaishi maisha bora sana. Tunasaidiana. Watu waliokosana, watu wanaombana radhi, watu wanasuluhishana, ugomvi unaisha. Watu wakitaka kusengenywa, jamani Ramadhani, watu hawasengenyi. Kuna vitu chungu nzima tunaviacha. Mabadiliko makubwa sana. Sasa haya mabadiliko hayatakiwi kuishia baada ya Ramadhani kumalizika. Haya mabadiliko yanatakiwa yaendelee, na ndio maana ya uchamungu. Tupate uchamungu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, halafu tuendelee nao. Kwa sababu bila uchamungu hakuna kufaulu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin. Allah anasema kimbilieni msamaha wa Mola wenu na pepo ya Mola wenu ambayo upana wake ni sawa na mbingu na ardhi. Pepo ambayo u'iddat lilmuttaqin, wameandaliwa wacha Mungu. Kwa hiyo kila Muislamu lazima awe mcha Mungu. Ule ucha Mungu ule tunaokuwa nao ndani ya Ramadhani inatakiwa ndio yawe maisha yetu. Sasa mfungo mosi huu, jiangalie, jichunguze. Umerudi nyuma kwa ile hali uliyokuwa nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, au uko vile vile, au umepiga hatua mbele? Ukishapata jibu, wewe mwenyewe utajua ni hatua gani unatakiwa kuchukua. Ndugu zangu, nimeona nianze huu mukaddima wa kuhusu Ramadhani kwa sababu Ramadhani ni juzi tu imeondoka. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa kujichunguza. Na katika maisha yetu Waislamu tunatakiwa kujichunguza sana kuliko kuchunguzana sisi kuwachunguza watu wengine. Kuna watu maisha yao yote ni kuchunguza tu watu. Fulani anaishi vipi, fulani anaswali, fulani swala zake, fulani saumu zake. Yeye mwenyewe anajisahau. Hakuna Muislamu aliyepewa jukumu la kumchunguza Muislamu mwenzake. Hakuna. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupewa jukumu la kuchunguza. Sisi tumepewa jukumu la kuamrishana mema na kukatazana maovu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man raa minkum munkara, atakayeona katika nyinyi jambo ovu, atakayeona, sio atakayetafuta. Wewe ukiona jambo ovu linafanyika, Muislamu mwenzako anafanya jambo ovu mbele yako, umeliona, hapo unatakiwa kumnasi. Sio kutengeneza mazingira ya kumtafuta huyu fulani akiwa chumbani kwake anafanya nini. Hiyo kazi hujapewa. Ukae mpaka saa 8 za usiku hulali unataka kuchunguza kwenye chumba hiki anaingia nani, anatoka nani. Hapana, hiyo sio kazi yako.
Kazi yako wewe ni kujichunguza wewe, baada ya Ramadhani unaishi vipi, ulivyoishi Ramadhani na sasa hivi, ili uweze kuchukua hatua za kujirekebisha. Kwa hiyo ndugu zangu, naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu sote, kila mmoja akae na nafsi yake. Kaa peke yako, jichunguze, Ramadhani uliishi vipi na sasa hivi unaishi vipi, halafu chukua hatua ya kujirekebisha. Katika kipengele hiki naomba niishie hapa. Sasa tuingie katika mada ambayo nimetakiwa kuifikisha, lakini kutokana na hali pia nitazungumza kwa uchache insha Allah. Labda kama kutakuwa na maswali, kama hali itaruhusu, basi insha Allah nitaweza kuyajibu maswali. Ndugu zangu katika iman, hii dini yetu imegawanyika, na mgawanyiko ni mgawanyiko wa sisi tuweze kuifahamu na tuweze kuitekeleza kwa urahisi, lakini dini yote ni kitu kimoja, lakini ina vigawanyiko vyake. Lakini vigawanyiko ni vingi, lakini kuna vigawanyiko vitatu ni muhimu sana Muislamu kuvijua. Dini yetu ina vigawanyiko vitatu. Cha kwanza ni itikadi, au tunasema katika lugha yetu ya kisheria tunasema aqida au tauhidi. Huu ni mgawanyiko, ni kigawanyiko cha kwanza, ambacho kigawanyiko hiki cha aqida tunakisoma au tunakifahamu kupitia somo la tauhidi. Nalo ni somo linalotufundisha Allah ana haki gani kwetu na sisi tuna haki gani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa sisi tuishi vipi na Allah na tuepuke yapi. Allah tumzungumzieje, Allah tumsifie vipi, Allah tumuiteje. Hiki kigawanyiko cha kwanza muhimu sana, na huu ndio msingi wa misingi yote. Kipengele cha akida kikiondoka, akiwa Muislamu akida yake haiko sawa sawa, hakuna chochote kitakachokuwa na maana katika maisha yake. Chochote atakachokifanya, hata aende hija mara 10,000, kama akida yako ni mbovu, wewe unatwanga maji kwenye kinu kama watu wanavyosema. Na msingi huu ndio msingi unaopatikana katika shahada. Pale unaposema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, wewe unakubali msingi huu wa itikadi, msingi wa akida. Lakini pia unapozisoma nguzo za imani, pia bado unazunguka katika msingi huu. Unaposema kwamba nguzo za imani ni 6: kumwamini Allah, kuamini vitabu, kuamini mitume, kuamini malaika na kuamini siku ya mwisho, kuamini qadari, yote tunazunguka katika msingi wa akida. Msingi huu unatakiwa tuuangalie kwa makini. Sasa kwa hiki ni kigawanyiko cha kwanza. Kigawanyiko cha pili ni ibada. Ibada hapa inakusudiwa ile misingi ya ibada za Muislamu anazozifanya. Kwa sababu katika ibada za Muislamu kuna ibada za msingi, alafu kuna zile ibada ambazo zinaingia automatically katika jumla ya ibada. Maisha yote Muislamu anayoishi, kama ataishi kwa kufuata, kwa kutafuta radhi za Allah, chochote atakachokifanya anaingia kwenye ibada. Lakini kuna misingi ya ibada. Misingi ya ibada ni zile zilizoelezwa katika ile hadithi ya nguzo za Uislamu, kwamba nguzo za Uislamu ni 5, ikatajwa shahada ambayo ni akida kama tulivyosema, alafu zikatajwa zile nguzo 4 ambayo ni kusimamisha swala, kutoa zaka, kufunga Ramadhani na kuhiji. Hii ni misingi ya ibada za Muislamu, kwa maana kwamba ibada zote utakazozifanya hii misingi lazima iwepo. Hii ikiwa haipo, vile vile utakuwa unacheza. Hiki ni kigawanyiko cha pili. Tumetoka kwenye akida, tumekuja kwenye ibada. Kigawanyiko cha tatu ni muamalati. Muamalati ni nini? Muamalati ni yale maisha tunayoishi sisi kwa sisi.
Wewe unapokwenda kwa mwenzako jirani, ukienda ukamwambia niazime kibakuli, huu ni muamala. Unapokuwa wewe umekwenda sijui Mombasa, umekwenda kuleta madera, unaouzia wenzako, huu ni muamala. Unapokuwa uko sokoni unauza nyanya, huu ni muamala. Muamala ni maisha tunayoishi sisi baina ya sisi kwa sisi, yale tunayofanyiana. Kwenye akida ni msingi wa wewe na Mola wako. Kwenye ibada ni vitendo vyako wewe unavyomfanyia Mola wako. Kwenye muamala ni wewe unavyoishi na mwenzako. Misingi mitatu hii Muislamu lazima aijue na ajue namna gani ataishi nayo. Itakuwa ni jambo ambalo halikubaliki kwenye Uislamu kwamba Muislamu anaswali, akimaliza kuswali akienda sokoni muongo, nyanya mbovu anaziweka chini ya tenga, nyanya nzima anaziweka juu, alafu anamwambia mtu zote ziko safi, lakini ametoka kuswali sasa hivi. Hii swala itakuwa haina maana, kwa sababu huku kuuza nyanya na kunaingia katika dini. Usifikiri dini ni kuswali peke yake. Ndio maana tukasema dini ni kitu kimoja, lakini kina vigawanyiko ambavyo vinakufanya wewe uweze kuifahamu na kuikamilisha katika maisha yako. Sasa tuliposema misingi ya biashara katika Uislamu, tunakusudia kutaja ile misingi ambayo inamuongoza Muislamu katika kufanya biashara zake. Na hii misingi ni mipana sana. Kwa mujibu wa fiqhi ni mipana sana, lakini kutokana na muda, lakini pia na hali yenyewe ilivyo, tutataja msingi mmoja ambao una vitu vitatu, ambavyo hivyo vitu vitatu navyo ndani yake kuna vitu vingi sana ambavyo ndivyo tunavyoishi navyo kila siku katika maisha yetu ya kibiashara. Kwa mujibu wa sheria, biashara asili yake ni uhalali. Biashara ni halali. Biashara yoyote msingi wake katika sheria ni halali, isipokuwa tu zile biashara za vitu maalumu vilivyotajwa kwamba hivi ni haramu, hivi havifai, hivi havifai, zile zilizotolewa ambazo ni chache, hizo ndizo ambazo zinabaki katika hukumu hiyo. Lakini zote nyingine zinazobuniwa, cha kwanza kabisa sisi tunavyoziangalia, tunaziangalia katika msingi wa uhalali, kwa sababu miamala kama tulivyosema ni vitu vya maisha yetu sisi tunavyofanyiana. Maisha kila siku yanabadilika, ulimwengu kila siku unabadilika, ulimwengu unakuja na mambo mapya, na biashara nazo zinabadilika, zinakuwa na mambo mapya. Haya mambo mapya yote msingi wake ni uhalali. Lakini sasa kwa sababu vinatengenezwa na wanadamu, wakati mwingine kuna wanadamu ambao hawajali maisha yao, hawayafungamanishi na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anaweza akatengeneza mfumo fulani wa biashara, lakini asiuweke katika misingi inayokubalika. Kwa maana hiyo, biashara yoyote itakayotokea au mfumo wowote wa kibiashara utakaotokea, hata kama sisi tunasema asili yake ni uhalali, lakini lazima tuupime kwenye misingi ya kisheria. Je, umekwenda sambamba ama umetoka katika misingi ya kisheria, ili tuweze kuthibitisha ni halali kweli au umetoka kwenye uhalali. Sasa wanawachuoni hapa wanasema kwamba kuna sababu tatu. Sababu hizi kwa asilimia kubwa ndizo zinazofanya biashara kutoka kwenye uhalali na kuingia kwenye uharamu. Sababu tatu zinazofanya biashara kutoka kwenye uhalali kuingia kwenye uharamu. Sababu ya kwanza, dhulma. Biashara ni halali, lakini biashara ikiingiliwa na dhulma, ima muuzaji kamdhulumu mnunuaji au mnunuaji kamdhulumu muuzaji,
hapa tayari biashara hii inakuwa ya haramu. Na dhulma ina vitu vingi sana, ina sura nyingi. Dhulma haina sura moja. Katika sura ya dhulma kuna kitu kinaitwa ghish. Ghish ni udanganyifu. Unapofanya udanganyifu kwenye biashara, ukamdanganya muuzaji au ukamdanganya mnunuzi ili aingie kwenye hiyo biashara, wewe utakuwa umefanya dhulma na biashara hiyo tayari imeingia katika uharamu. Kina mama mnafanya biashara, jiangalieni kipengele hiki cha udanganyifu kipo kwa kiasi gani katika biashara zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alitembelea sokoni. Hadithi mashuhuri sana, tunaifahamu sana. Mtume alikuwa anakagua biashara za watu. Akaenda kwa mama mmoja anauza unga. Unajua mtume ni mtume. Mtume akaenda moja kwa moja kwa yule mama, akatumbukiza mkono ndani ya ule unga. Chini kwenye unga kule akakuta majimaji. Unga umeloa. Mtume akamuuliza, nini hii? Mama yule akamwambia, wakati nakuja sokoni njiani nimenyeshewa na mvua. Mtume akamwambia, kwa nini usingeuweka juu kama ulivyonyeshewa, kwa sababu umenyeshewa wa juu? Kwa nini usingeuacha juu mtu akaona kabisa unga umenyeshewa ili akaamua kununua ama kuacha? Alafu Mtume akasema maneno hayo maarufu katika Uislamu na ni msingi katika misingi ya dini, hasa katika miamalat. Akasema, man ghashana falaisa minna. Anayetufanyia hadaa, anayetufanyia udanganyifu, huyo hayumu katika sisi. Hadaa ziko za aina nyingi sana. Hata ukisema hapa tutaje mifano tunaweza tukakesha hapa. Lakini kwa mfano hilo tuliosema, mtu anaenda kununua nyanya, juu kaekewa minyanya mikubwa mikubwa, chini huko kuna vidude dude kama vitunguja, sio kama vidude gani, vidogo vidogo. Kwa hiyo ni sura ya kwanza ya dhulma, sura ya udanganyifu. Udanganyifu huu wakati mwingine unaweza ukaingia mpaka kwenye matangazo yetu ya biashara. Haya matangazo tunayotangaza bidhaa zetu, bidhaa inavyopambwa, linatangazwa godoro, namna linavyotangazwa. Yaani wewe unatamani magodoro yako yote pale nyumbani uyatupe uende ukanunue hilo godoro. Na ukifika ukilinunua, ukija ukiliweka nyumbani, afadhali yale uliyatupa. Hii vile vile inaingia katika upande wa hadaa na ni dhulma katika biashara, na dhulma inaifanya biashara kuwa haramu. Katika sura ya dhulma nyingine kuna kitu kinaitwa najash. Najash ni kuongeza bei ya bidhaa wakati wewe huna haja ya kuinunua hiyo bidhaa. Yaani wewe unakuta mtu anauza, na hii mara nyingi inatokea kwenye minada. Mnada kwa mujibu wa sheria ni halali kama utafanyika kwa misingi ya uhalali wake. Lakini wewe sasa upo kwenye mnada na wewe unachangia, wewe lengo lako nini? Hiyo bidhaa inayouzwa unaitaka ama tu unataka kuwafanya wanaotaka wainunue kwa bei ghali? Kwa sababu ikianza 100,000 wasema 1,150,000. Akiweka 200,000 wasema 220,000. Ili mradi unamwekea kitu ili apande juu, kwa sababu mwenzako anaitaka, inabidi aende sasa, aende. Wewe unampeleka tu. Na hii wakati mwingine kuna sura mbili. Inaweza ikawa una mpango, mna makubaliano na muuza bidhaa, yule aliyokuja na hii bidhaa, au una mpango na yule anayefanya ule mnada, yule anayeongoza ule mnada.
kwa sababu pengine labda kitu kikununuliwa bei ghali, yeye commission yake inakuwa juu zaidi. Kwa hiyo amekuweka hapo bwana, wewe angalia, mtu akiona inasuasua wewe pandisha. Kwa hiyo umekaa kule pembeni, wewe huna haja ya bidhaa hiyo, wewe kazi yako ni kupandisha tu. Hii inaitwa najash. Biashara hii ambayo wewe unaifanya, kama utakuwa umekubaliana na muuza bidhaa, basi huyo muuza bidhaa pesa atakayoipata ni pesa ya haramu, kwa sababu biashara hii itakuwa ni ya haramu. Kama wewe mwenyewe umekuja tu roho mbaya tu, basi utapata madhambi wewe kwa sababu umefanya jambo la haramu. Lakini hata yale matangazo ya biashara tuliyoyataja pia yanaingia katika najash, kwa sababu matangazo ya biashara yanasababisha bidhaa zinauzwa bei ya juu kuliko kawaida, kwa sababu jinsi yalivyopambwa, zile bidhaa zilivyopambwa katika yale matangazo. Jambo la tatu linaloingia ndani ya dhulma ni Muislamu kuingilia biashara ya Muislamu mwenzake. Kipengele hiki watu wengi walikitafsiri vibaya, wakaharamisha, baadhi ya watu wakaharamisha minada, kwamba mtu anavuta picha anaona kwamba mnada ni kwamba Muislamu anaingilia biashara Muislamu mwenzake. Hapana, mnada ni biashara ambayo inajitegemea. Hiki kinachotajwa hapa ni ile hali ya kwamba Muislamu, Waislamu wawili wako katika biashara na tayari biashara yao imefika mwisho, wameshakubaliana, imebakia sasa watu kukabidhiana bidhaa walizouziana na pesa ambazo wamekubaliana. Wewe ukajitokeza umuuliza amekuuzia bei gani hiyo? Na yani hii kuingilia biashara ya Muislamu inaweza ukaingilia kwa muuzaji au kwa mnunuaji. Kama ni muuzaji, unamuuliza amenunua bei gani hiyo? Amemuuzia 100,000. Sasa mimi nitakupa 1,500,000. Achana naye wewe. Hii biashara ni haramu. Au kwa mnunuaji, amekuuzia bei gani? Ameniuzia 100,000, mimi nitakupa kwa 80. Hii pia ni haramu, na haya mambo yanafanyika. Utakuta mtu mmeshakubaliana, ameshachukua bidhaa, kaenda nayo nyumbani, alafu ghafla tu amerudisha. Vipi? Mimi basi nimeona basi. Umeona basi vipi? Kumbe amekuja kuchukua dera kwako, anafika nyumbani anakutana na mtu mwingine anamwambia, hiyo dera umenunua bei gani? 25,000. Mimi ninayo nauza 20,000 tu. Mrudishia, anakurudishia, alafu ananunua kule 20,000. Hii biashara ni ya haramu. Mama, utakuwa unakula haramu. Maadamu biashara ishakamilika, huruhusiwi kuingilia biashara Muislamu mwenzako. Kuna kitu kimoja ambacho watu wanaogopa sana kukifanya, kwa kuogopa fitna, kwa kuogopa ugomvi, lakini hiki ndio kitu cha halali. Ukiwakuta watu wako kwenye kupatana, wewe unauzaje? Mimi nauza 20,000, wewe una ngapi? Mwambie, sikiliza, mimi hiyo nayo nakupa 15,000 tu hiyo. Hiyo inaruhusiwa maadamu hawajakubaliana, wako kwenye mjadala, wewe una uwezo wa kuingilia. Na hii ni halali wala haina shida. Si tunaelewana kina mama? Hii ya kwamba mwenzako tayari washakubaliana, ashachukua bidhaa, anasubiri kwenda kulipa, ndio unakuja kuingilia pembeni huko, hii ni haramu, na biashara utakayoifanya hapo utakula haramu. Lakini ile ana kwa ana bado ndio wanapatana, na wewe una bidhaa kama hiyo, pale una uwezo wa kuingilia. Lakini hii ndio sisi tunaogopa, kwa kuona kwamba atanifikiriaje. Lakini wakishamaliza biashara, unamvuta pembeni, ndio unaenda kumshawishi tena. Hapo sasa unaingia kwenye uharamu. Hii inaitwa kuingilia biashara ya Muislamu mwenzako, bai'ul akhi ala bai' akhihi, kuingilia Muislamu biashara ya Muislamu mwenzake.
Kipengele cha mwisho katika hii dhulma ni ihtikar. Ihtikari hii mara nyingi inafanywa na wafanyabiashara wakubwa. Ni watu au ni mfanyabiashara anaamua kwa makusudi, anajua sasa hivi mahindi yapo sokoni na huko kwa wakulima mahindi hakuna tena, na haya mahindi hayatachukua muda mrefu, sokoni yataisha na watu wataanza kuhangaika. Sasa akaamua akaingiza vijana wake sokoni kununua mahindi yote, kanunua yote akaweka nyumbani. Akisha yaweka nyumbani, anahakikisha kwamba sasa soko tupu halina mahindi, watu wanaanza kuhangaika. Halafu yanauza bei anayotaka yeye, bei ya juu. Hii inaitwa ihtikar. Hii ni moja katika sura za dhulma katika biashara. Hairuhusiwi kwa sababu huku ni kuwadhulumu wanajamii ambao wanahitaji bidhaa hiyo, wewe unaichukua kwa makusudi, halafu unakuja kuipandisha bei. Na hii mara kwa mara kwetu inatokea hapa. Unaona mpaka serikali wakati mwingine inaingilia kati. Tuliona kipindi fulani sukari jinsi inavyopanda. Napanda tukiolela, sukari napanda tu. Watu wanafanya makusudi. Mtu anayo sukari lakini anaificha tu ndani. Na kama kuna nyingine mwenzake anauza huko, anaenda kuinunua na anaingiza kwenye maghala. Anahakikisha kwamba sukari hamna, watu wanahangaika, ndio anaitoa. Hili nalo limeleta baadhi ya maswali kwa baadhi ya watu, kwamba je, mimi na pesa zangu sasa hivi kuna mahindi, watu wako kwenye mavuno, lakini bei ya mahindi imeshuka sana kwa sababu mavuno ni makubwa, kila sehemu watu wanavuna. Nikisema niende nikanunue, nije niuze, nitapata faida kidogo. Sasa naenda kununua alafu naweka ndani, hii nayo inakuwa ihtikari? Hapana, hiyo sio ihtikari. Hiyo wanaita iddikhari. Kuna kuweka akiba alafu kuna ihtikari. Ihtikari ni kuficha. Maadamu mazao yapo na watu wanayapata kwa njia ya urahisi, wala wewe kununua kwako huko hakuwadhuru watu, watu wataendelea kupata mazao bila shida yoyote, hiyo sio ihtikari. Hizo ni mbinu tu za kibiashara. Sasa hivi mahindi labda yanauzwa debe shilingi 20,000, lakini unajua baada ya mavuno haya kumalizika, mahindi yatakuja huko baadaye yatakuja kuuzwa mpaka 40,000, na ukaamua kwenda kununua kwa wakulima, na huku watu sokoni wakifika mahindi yapo, wewe hutoi mahindi sokoni, wewe unanunua kwa wakulima huko. Hii haina shida, na wala hii sio ihtikari. Nilisema ya mwisho, lakini kuna kipengele hakiingii kwenye dhulma, lakini kipengele muhimu katika misingi ya biashara ambazo ni halali. Kuuza kitu, kumuuzia mtu ambaye anaenda kukitumia katika maasi. Kumuuzia mtu kitu ambacho anaenda kukitumia katika maasi, hii ni haramu. Na hili nalo pia linatupa shida sana Waislamu. Muislamu analima mahindi, Muislamu analima ngano, analima sijui ulezi, analima nini, anapeleka sokoni, watu wananunua. Watu wanaonunua hajui wanaonunua wanapeleka wapi. Lakini mahindi yanaweza kutumika kwenye kutengeneza pombe, ulezi unaweza kutumika kwenye kutengeneza pombe, lakini pia unaweza kutumika katika kutengeneza unga wa uji. Sasa Muislamu anafanyaje? Anaenda kuuza sehemu hajui. Swala sio kujua. Wewe hukuambiwa, hukutakiwa utafute kujua. Unatakiwa ukijua kwamba mtu amekuja kwako, amekuja kufuata mahindi, ukapata uhakika wa 100% kwamba huyu haya mahindi anakwenda kutengenezea pombe, huyu huruhusiwi kumuuzia. Kwa mfano, umelima mahindi, pengine wewe na wenzako huko mashamba, mara imekuja kampuni ya kutengeneza bia, wanakuja kununua mahindi. Hapo una uhakika kwamba haya mahindi yanaenda kufanywa nini.
au wanakuja kununua ulezi. Wewe una uhakika kabisa kwamba hawa wanaenda kufanya ulezi. Wewe sema mimi mahindi yangu siuzi. Na hii ni sura ya juu katika uharamu. Lakini haramu ziko nyingi. Kuna njia nyingi za haramu. Unajua kabisa kwamba huyu hiki ninachomuuzia anaenda kukifanyia nini. Na haya maswali yanakuja sana mwezi wa Ramadhani. Mimi nina duka, nauza vitu, na wauzia mimi sijui wanaenda kufanya nini. Sasa nifungue mchana ama nisifungue? Wewe mtu anakuja kununua soda mchana Ramadhani afa anakuambia nifungulie. Sasa huyu bado tu hujajua kwamba anafanya nini. Saa 4 asubuhi mtu anakuja kuchukua soda mwezi wa Ramadhani, anaenda kuifanya nini soda hii? Ndio anaenda kuiweka mpaka muadhini wa magharibi. Au anakuja kununua keki. Hebu vipande viwili vya keki unamfungia kwenye karatasi. Atanunua na juisi. Huyu kweli kwa hivi ni vya futari hivi asubuhi hii. Kwa hiyo ukishamwona mtu hivi vitu unavyokwenda kumuuzia, unapata elimu kwamba huyu anaenda kuvitumia katika uharamu, huyo mtu usimuuzie. Tunakuja katika sababu ya pili. Katika zile sababu 3 zinazofanya biashara kuwa haramu. Sababu ya pili inaitwa gharar. Lugha ya kisheria wanaita gharar. Gharar ni nini? Gharar ni ujinga wa kutojua mwisho wa mkataba unaoingia. Unaingia mkataba wa kibiashara lakini mwisho wake haujulikani. Mwisho wake ni wa bahati nasibu. Hizi biashara sasa hivi zimekaa katika msingi wa kamari. Lakini wanawachuoni wa Kiislamu katika vitabu vya zamani wanapotoa mifano ya jambo hili, wanatoa mifano ya kawaida sana ambayo wewe itakufanya uweze kuelewa, uweze kuifananisha mifano hiyo na vitu vingine ambavyo unaweza ukaingia katika biashara. Wanawachuoni kwa wanasema kwamba mfano mtu kumuuzia mtu ndege aliyoko angani. Anapita njiwa wa porini yule, sijui unafu namwambia mwenzako nimekuuzia yule njiwa kwa shilingi 20,000. Haya, huyo akikubali unampaje yule njiwa? Maana yake mkataba huu hauna uhakika, mwisho haujulikani njiwa utapewa au hautopewa. Kwa sababu mpaka ampate, akimkosa huko juu. Sasa hii ni mifano ya kawaida sana. Lakini leo hii kuna mifano ya wazi ambayo inaendana na maisha yetu. Mtu ana simu yake, pengine we kila siku unaiangalia, unamwambia bwana hii simu niuzie. Mara siku amekwapuliwa na vibaka huko. Alafu anamwambia bwana ile simu unataka nikuuzie, alete hela nikuuzie. Iko wapi? Asema imechukuliwa na vibaka, lakini maaskari wanahangaika kuwatafuta. Wanahangaika kuwatafuta, alafu wewe una uhakika maaskari wataipata? Simu ngapi zimeibiwa maaskari hawajazipata? Kwa hiyo huu ni mkataba ambao mwisho wake haujulikani ni kitu gani. Utafanikiwa ama hautofanikiwa. Yaani mkataba ambao mwisho wake kuna mambo mawili, kuna kula au kuliwa. Mfano wake katika miamala ambayo imeenea na inajulikana sana ni swala la bima. Wewe unakwenda kuchukua bima ya gari au bima ya afya. Unatakiwa kulipa kwa mwaka sijui 500,000 sijui 700,000. Mkataba unasema ukiumwa, kwa hiyo 700,000 uliotoa, ukiumwa basi shirika letu sisi litakuhudumia, litakupa matibabu. Au gari yako ikigonga gari ya watu ama ikipata tatizo lolote, sisi tutakufidia, ima tutakununulia gari nyingine au tutakutengenezea gari yako. Unalipa hizo pesa. Huu ni mkataba umeingia. Wewe umelipa pesa. Hicho unachotakiwa kukipata wewe, una uhakika utakipata? Watu wangapi wamelipa bima za magari
hawajawahi hata siku moja kufidiwa magari yao, hata siku moja. Unaendesha gari mpaka unafikia unaliuza, wewe kila mwaka unalipa tu, kila mwaka unalipa tu, kila mwaka unalipa tu. Maana yake wewe unaliwa kila mwaka. Huu ni mkataba ambao wanasema fihi gharar, mkataba ambao una gharar. Swala la bima watu watashangaa mbona tunakata sasa. Bima hizi za kibiashara zinaruhusiwa kwa Waislamu kwa mambo fulani fulani tu, na sana ni katika upande wa ulazima, tukilazimishwa na mamlaka. Bima za magari sisi tunalazimika kukata kwa sababu ndiyo sheria ya nchi, lakini ni muamala ambao ni haramu, haukubaliki katika Uislamu, kwa sababu ni muamala ambao una gharar, una jahala, hujui kitakachotokea baadaye, hujui wewe utakachonufaika. Lakini kwa sababu umelazimishwa na nchi na wewe huna nafasi, huna uwezo wa kupingana na nchi, kata. Dhambi zitamwangukia huyo aliyekulazimisha kukata, sio wewe. Lakini pia wanawachuoni wakaruhusu bima ya afya kwa nchi ambazo hazina mashirika ya bima za Kiislamu, kwa maana kwamba kutokana na mazingira ya kiafya na gharama za matibabu jinsi zilivyokuwa juu, haja ya wanadamu wote wanahitaji kuwa na bima. Sasa kama bima ya Kiislamu haipo, basi wanawachuoni wa Kiislamu wanaruhusu Muislamu kukata bima ya afya hizi ambazo sio za Kiislamu kwa dharura, kwa mlango huo wa dharura. Lakini nje ya hapo hakuna bima inayofaa kama hujalazimishwa na serikali. Kama hakuna dharura kama hiyo, hakuna nafasi ya kuchukua bima, kwani bima ni muamala ambao ni wa haramu kwa sababu ya hiyo gharari iliyopo katika muamala huo. Katika mifano ya zamani, wanasema zamani kulikuwa na biashara, mtu anauza nguo, lakini nguo zenyewe anakurushia, ana fuko lake la nguo pale, anakwambia nitakayo kurushia utalipa 10,000. Sasa wewe kazi yako unadaka. Siku hizo wanasema kuna kudaka pia, sio kama inafanyika kama hivyo. Wala wanaodaka mitumba sio wanadaka vipi? Huko zamani ilikuwepo kudaka. Sasa yule bwana anainama, anachota, anakurushia. Sasa hilo utakalo kukutana nalo utalipa shilingi 10,000, sijui itakuwa ni dude gani, utajua mwenyewe. Hiyo yote ni miamala ambayo ina gharar. Kuna wengine walikuwa wakiuza ardhi zamani kwa kutumia mawe, kutupa jiwe. Mwenye shamba anakuambia hili eneo lote la kwangu hili, chukua jiwe hapo, rusha, litakapodondoka hapo ulipo mpaka litakapodondoka jiwe utalipa milioni 200. Sasa itategemea wewe unawezaje kurusha. Unarusha vizuri ama nguvu zako ni FF. Hapa sasa kuna ima muuza shamba ataliwa ama mnunuaji ataliwa. Kama mnunuaji ni mtu mzuri wa kurusha, kama watu wa sehemu fulani anaweza kalirusha jiwe hata huyo muuzaji mwenyewe akasema biashara basi. Sasa hizi ni biashara ambazo zina gharar, na kukatazwa biashara hizi, moja katika hikima zake ni kuondosha uadui baina ya Waislamu. Kuna vitu vingi ambavyo vimeelezwa, mifano na mambo mengine, lakini naomba tuishie hapa. Cha msingi ni kwamba Muislamu usiingie kwenye biashara ambayo ndani yake kuna gharar, hujui unachoingia ni kitu gani. Jambo la tatu na la mwisho ni riba. Riba, biashara yoyote ile ikiingiliwa na riba, biashara hiyo itakuwa ni haramu. Tumesema vitu vitatu: dhulma, gharar na riba. Hivi vitu vitatu ndivyo vinavyochungwa na Uislamu katika biashara. Hivi vitu hivi vikiingia tu kwenye biashara, biashara imekuwa haramu.
Riba, watu wengi wanajua riba ni ziada tu. Ziada yoyote ile ni riba. Lakini sio kila ziada ni riba. Riba ni ziada katika mali maalum na katika utaratibu maalum. Somo la riba jamani ni pana sana na lina vipengele vigumu. Lakini naomba nitaje baadhi ya mambo ambayo watu wanafikiria kwamba ni riba. Jambo la kwanza, faida ya biashara. Watu wengi wanadanganyana kwamba faida ya biashara haitakiwi kuzidi mtaji, na kwamba faida ikizidi mtaji hiyo ni riba. Kwamba wewe umenunua dela 10,000 ukiuza 25,000 hiyo ni riba. Kwa sababu gani? Kwa sababu faida imezidi mtaji. Wewe umenunua 10,000 unapata faida 15,000. Hiyo ni riba. Hii sio sahihi. Hii sio riba. Biashara katika Uislamu ni makubaliano baina ya muuzaji na mnunuaji. Mtakavyokubaliana, sheria haiingilii. Ili mradi hivi vitu hivi tulivyovitaja visiingie. Kusiwe na udanganyifu. Kusiwe na mazingira ya kumdanganya mwenzako. Na udanganyifu ndio ambao unaharibu biashara sana na ndio mwingi. Unaweza ukauza bidhaa yako, mwenzako hapa akauza, akapata thawabu, wewe hapa ukauza kama alivyouza yeye, wewe ukapata dhambi. Maji haya mtu kayanunua shilingi 500. Yeye anauza 2,000. Bwana maji bei gani? Maji 2,000. Bwana maji wao kimaji hicho shilingi 2,000 ambapo ndio bei yangu. Wewe kama unaweza kununua, nunua. Kama ununui basi nenda kwingine. Huyu bwana akaamua kanunua. Huyu bwana kauza, kapata faida na kapata thawabu kwa sababu yuko kwenye biashara. Wewe unauza maji kama hayo. Unauzaje? Mimi nauza 1,500. Lakini umenunua 500. Bwana maji haya 1,500. Wallahi haya maji haya bwana sasa hivi hayapatikani. Haya mimi nimenunua 900 haya. Unazungumza uongo ili kumshawishi anunue. Huyu akinunua, wewe utapata madhambi na biashara hiyo riziki uliyopata hapo ni riziki ya haramu. Huyu kauza bei zaidi ulivyouza wewe na amenunua bei kama ulionunua wewe, lakini huyu kapata thawabu na kapata riziki ya halali, wewe umepata dhambi na umepata riziki ya haramu. Kwa sababu gani? Wewe umetumia uongo, umemdanganya aliyenunua ili kumshawishi anunue. Hapa hakuna riba. Hapa kuna biashara. Sasa ukiingiza uongo utapata dhambi ya uongo. Ukiingiza udanganyifu utapata dhambi ya udanganyifu. Na katika vitu ambavyo vimepigwa makelele sana katika sheria ni mtu kuuza bidhaa yake kwa kutumia viapo vya uongo. Na hivyo viapo kwenye biashara sasa hivi ndio vimejaa. Katika vitu ambavyo watu wamevizungumza sana, kuna biashara ambayo watu wanafanya, wakulima na wafanya biashara. Mkulima umefika wakati wa kilimo. Anahitaji pesa ili aweze kuandaa shamba, kununua mbegu, kununua mbolea ili alime. Yeye pesa zake hana. Ameshazimaliza, anauza mazao yake, pesa ameshakula, amemaliza. Anaenda kwa mfanyabiashara. Anamwambia bwana nimekuja, naomba unipe 500,000. Wakati wa mavuno nitakupa magunia 5 ya mahindi. Mfanyabiashara akafikiria, akaangalia bei zilivyo zinavyokuwa na zinavyobadilika, akaona hapa maslahi hapo. Akamwambia sawa. Ili mradi magunia yenyewe yanajulikana, magunia aina gani, ya ujazo gani, hizo sifa lazima zipatikane. Wakakubaliana, yule bwana akampa 500,000. Akaenda bwana yule akaenda akalima, akapanda mahindi, akapata, alivyopata akaleta magunia 5 kwa huyu mfanyabiashara. Lakini wakati analeta gunia 5 kwa huyu mfanyabiashara,
gunia wakati huo linauzwa 200,000, lakini huyu mfanyabiashara kalinunua ili gunia kwa 100,000 kwa mujibu wa makubaliano yao ya kule nyuma. Kuna watu wanasema hii ni haramu, hii ni riba. Si tunaelewana? Hii pia sio haramu, hii ni biashara. Katika aina za biashara kuna biashara inaitwa bai'u salam. Bai'u salam ni kuuza bidhaa ambayo itakuja baadaye, haipo pale lakini inajulikana kwa sifa zake. Kwa bwana mimi nitakuuzia kitanda sijui cha futi 5 kwa 5, sijui kina hivi na hivi, unaeleza sifa mpaka mnunuaji anafahamu hicho kitanda ni cha aina gani. Analipa pesa kwa mujibu wa sifa ulizompa. Sasa hawa kwa nini wanasema ni haramu? Wanasema huyu mkulima kadhulumiwa. Amedhulumiwaje? Amedhulumiwa kwa sababu mahindi sasa hivi yanauzwa 200,000 gunia, huyu ameuza kwa 100,000. Kama vile mfanyabiashara katumia dhiki ya huyu mkulima akaweza kununua mahindi kwa bei ya chini. Lakini fikiria mahindi kwa wakati huu yangekuwa yanauzwa gunia 50,000, kwamba tumefika kwenye mavuno, mkulima huyu kwa mujibu wa makubaliano yao ya nyuma amemuuzia mfanyabiashara gunia moja kwa 100,000, lakini mavuno yameingia, mahindi ni mengi, yanauzwa 50,000. Hapa napo mfanyabiashara atakuwa amedhulumiwa. Sasa hapa hakuna dhulma jamani, wala hakuna riba, wala hakuna nini. Cha msingi kusiingie udanganyifu katika huu mkataba, kwamba mmoja katika hawa mkulima au mfanyabiashara akatengeneza maneno ya udanganyifu mpaka akamdanganya mwenzake. Kuna katika sura ambazo wanawachuoni wanazungumzia au katika matokeo ambayo yanalazimishwa na sheria. Kwa mfano, huu udanganyifu, umemkuta mtu anauza bidhaa au ananunua bidhaa sehemu, ukamwambia kwamba bwana mimi nakuuzia bidhaa hii. Kwa mfano unamuuzia simu mathalan, hii simu ukifika Kariakoo 700,000, lakini mimi nimeinunua hata sijaitumia, mimi nakuuzia tu 400,000. Yule bwana akainunua kwa kuona kwamba 700,000 na 400,000 mbona mbali sana, alafu hii ametumia labda siku moja tu, na hiyo mpya nitakayoinunua itakuwa ni hivyo hivyo tu. Anafika Kariakoo anakuta simu hiyo hiyo alionunua kwako bei hiyo hiyo ya 400,000, alafu mpya kabisa haijatumika. Sheria ya Uislamu inamruhusu huyu bwana kuvunja hiyo biashara, kukurudishia hela zako na kukurudishia simu yako. Si tunaelewana jamani? Swala la udanganyifu katika biashara linaangaliwa sana. Sasa kwa haraka riba inapatikanaje au riba ni nini? Umeona hiki kipengele nisikiache moja kwa moja, japokuwa siwezi kukielezea kwa upana wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja vitu. Hivi vitu akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi vitu tukinunua, tukiuziana vitu hivi wenyewe kwa wenyewe, vinatakiwa sawa kwa sawa, visizidiane. Ambavyo hivi wanawachuoni wa Kiislamu ndio wanaziita mali za riba. Alitaja dhahabu, fedha, tende, zabibu, chumvi na shairi. Nafikiri viko 6 na. Wanawachuoni wa Kiislamu hivi vitu wakavigawanya makundi. Wakachukua dhahabu na fedha wakaleka kundi moja, wakachukua shairi na tende na zabibu wakaziweka kundi moja, alafu wakachukua chumvi wakaweka kundi jingine. Japokuwa chumvi nayo pia wakati mwingine inaunganishwa na kundi hili. Wakapata vitu viwili kwa vitatu. Wakapata vitu vya thamani ambavyo ni dhahabu na fedha, wakapata vyakula ambavyo ndio vinawakilishwa na tende, zabibu na hivyo vingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam
Asema tukiuziana au tukibadilishana vitu vya kutilia vitu vingine thamani, tukibadilishana dhahabu kwa dhahabu, haitakiwi dhahabu kwa dhahabu kuzidiana. Kwamba mimi nakupa gramu 5 za dhahabu ya Chunya sijui, wewe unanipa gramu 10 za dhahabu ya wapi sijui, ya Mafinga. Hapana. Dhahabu ni dhahabu, gramu 10 kwa 10, 5 kwa 5. Ikitokea kuna dhahabu inaonekana ni chafu, haiwezi kuwa sawa sawa na ile nyingine, maelekezo ya Mtume asema uza hii chafu alafu nenda kanunue, ukipata pesa nenda kanunue hiyo safi kwa biashara ya kawaida. Sio mabadilishano ya dhahabu kwa dhahabu alafu ikawa imezidiana. Hivi ni vitu ambavyo ni vya kutilia thamani, dhahabu na fedha. Sasa dhahabu na fedha zikaingia na pesa zetu, kaingia shilingi ya Tanzania, shilingi ya Kenya, dola, zote hizo zimeingia hapo. Hairuhusiwi kubadilishana shilingi ya Tanzania kwa shilingi ya Tanzania alafu vikawa vimezidiana. Kama vile vijana wanavyofanya biashara ya chenji. Madereva wa daladala wanakuja, makondakta, anatoa 1000 anapewa 900 au anapewa 800. Hii ni haramu, hapa kuna riba. Kwa sababu gani? Hii ni shilingi ya Tanzania. Wakati wa kubadilishana 1000 kwa 1000. Haitakiwi 1000 kwa 400, 1000 kwa 500, 1000 kwa 600, hapana. 1000 kwa 1000. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hivi vitu vikitofautiana basi uzeni mnavyopenda, lakini iwe mkono kwa mkono. Maana yake ni nini? Hivi vilivyotajwa ambavyo vinaingia katika mali za riba, kama vitabadilishwana kimoja kwa kingine tofauti na hiki, kwa mfano unabadilisha fedha kwa dhahabu au unabadilisha shilingi ya Tanzania kwa shilingi ya Kenya, hapa vinaweza mkazidiana, lakini iwe mkono kwa mkono, papo kwa papo. Watu wanaofanya biashara ya change, asije mtu akaja akakuletea dola, anakuuliza he, dola leo vipi, bei gani? Leo dola kiasi hiki, basi dola yangu 1000 hii, nitakuja kuchukua hela zangu baadaye. Hiyo biashara haitakiwi. Biashara ya kubadilishana pesa inatakiwa mkono kwa mkono, tofauti na kukopeshana. Kama anakukopesha, hilo ni jambo jingine. Kukopesha unachukua, utakuja kulipa siku nyingine, lakini kama ni mabadilishano inatakiwa mkono kwa mkono. Hailazimishi kulingana. Huwezi kutoa dola 100 alafu upewe 100 ya Tanzania, hapana. Kwa sababu gani? Dola 100 na shilingi ya Tanzania ni vitu viwili tofauti. Japokuwa vyote vinakubaliana vinaingia katika zile mali za riba. Katika mabadilishano hivi vinaruhusiwa kuzidiana. Ndio maana unatoa dola 100 unapewa 200,000 za Tanzania. Lakini lazima iwe mkono kwa mkono, hairuhusiwi kuchelewesha. Vile vile tukibadilishana maharage kwa maharage, maharage kwa mchele, ukibadilishana maharage kwa mchele vinaruhusiwa kuzidiana. Wewe unatoa gunia 1 ya maharage unapewa gunia 2 za mchele, haina shida. Lakini mkono kwa mkono. Sio unautoa magunia maharage sasa hivi unakuja kupewa magunia mchele kesho, hapana. Hivi ndivyo riba inavyopatikana, na riba si kila ziada. Na inshallah labda Allah atakapo akituwezesha, inshallah tutakuja kueleza darasa ya riba peke yake, tueleze vipengele vyote vinavyohusiana na riba ili riba ifahamike, kwa sababu riba inagawanywa. Wanasema kuna riba al-fadhili na riba nasia. Kuna riba ya ziada na riba ya kuchelewesha. Vyote tumevieleza hapa, lakini kwa ufupi. Inshallah tupate muda, Allah atujalie, tupe uhai na afya, tuje tuvizungumze siku nyingine ambayo inshallah Allah atatupa muda huo na afya hiyo inshallah. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.